mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa hiyo ni wazi kwamba unapokuwa nje ya Yesu Kristo, wewe unaitafuta mauti. Hauna kitu nakitafuta nje ya Yesu Kristo zaidi ya mauti. Hii dunia ndio imebeba silaha zote za maangamizi. Lakini una heri wewe ambao umepokea Yesu Kristo na kuamini nguvu ya msalaba, nguvu ya Yesu Kristo pale msalabani. Una nia yako wewe ni kwa ajili ya uzima. Haleluya. Ni kwa ajili ya uzima na amani. Unaweza kuona faida sasa ya Yesu Kristo. Unaweza kuona faida ya yeye kuchukua dhambi zetu, kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kuna makosa mengi ambayo wewe umeatenda, lakini anasema yeye ameamua kuendea msalaba kwa njia ya makosa yako wewe. Yeye ameamua ya kwamba mimi niko tayari unitume nikaukomboe ulimwengu, maana ulimwengu umejaa mauti, ulimwengu umejaa laana, ulimwengu umejaa magonjwa, ulimwengu umejaa vita ambavyo wanadamu hawezi kushinda. Wameona tu namna ya kuitumikia dunia, lakini namna ya kushinda hawana. Saa hii nitume mimi niende. Haleluya. Yesu Kristo akatumwa kwa ajili ya watu ambao watamkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Kuanzia hapo wabadilishiwe historia mbaya. Kuanzia hapo haijalishi umejichafua kiwango gani, haijalishi umefanya dhambi gani, lakini kwa kitendo cha imani ya kwamba unamwamini Yesu Kristo, wewe unaanza kuishi uzima na amani. Haleluya. Watu waliookoka, watu wanaomjua Yesu Kristo, watu wanaoishi nguvu ya Mungu sana, ambao tunajifunza kwamba msalaba ni nguvu ya Mungu. Haijalishi unakula au huli, kuna namna una amani moyoni mwako. Kwa nini? Unatumaini. Lakini mpendwa, unaifuata dunia, ukipigwa kidogo, kuna namna unakata tamaa. Yaani ni vile tu hawapiti karibu wao matangazo ya sumu ya panya ya kuonja ipo, ungeonja uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nawasikiliza kwa makini sana na afu naangalia jinsi maisha yalivyo. Anapita kabisa getini, dawa ya panya inaua kwa dakika moja. Huku ndani ujala, si unaweza ukamuita tu hapo kaambia hebu lete. Lakini bahati mbaya au nzuri, wale wote ambao wameshapigwa hana hiyo 300 ya dawa ya panya. Kwa hiyo kitu naye anaionea shauku tu. Jamani, ningekuwa hata na hiyo 300 ningenunua niondoke. Dunia hii nayo ni ngumu mno. Lakini ndivyo tafakari nikajua huyo mtu aliyeshinda njaa, huyo mtu ambaye mambo yamekuwa magumu, huyo hana hata hiyo hela kununulia sumu ya panya. Sasa tangazo lile linakuja, unajiuliza hivi huyu mtangazaji hivi haoni kwamba kuna mtu aliyezidiwa anaweza akanunua tu akaondoka? Napita kabisa mtaani hapo, inakausha, inaua taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanakufa, nikwambie, wengi wanakufa au wanaitegemea dunia, wanakunywaga, wanakufa taratibu. Kwa nini? Kuna tumaini linapotea kabisa nje ya Yesu Kristo kwenye dunia hii. Kuna tumaini linaondoka kabisa kwenye maisha ya watu. Amani ndio kila kitu, na mtu ambaye ameleta amani duniani ni Yesu Kristo. Yaani amani haijaja kwa sababu ya magari, amani haiji kwa sababu ya majumba, amani haiji kwa sababu ya kazi nzuri. Amani inakuja kwa sababu ya yale maisha utakatifu unayoishi wewe. Amen. Ndio maana kila kitu huwa kina tabia kufika mwisho ukikiona hakifai. Lakini wewe mwenye Yesu Kristo unaona nguvu, unaona ushindi, unaona amani. Haleluya. Kwa hiyo tujifunze nguvu na thamani ya msalaba ili tutoke mahali tulipo. Haya ni maandalizi tu ya kwenda kuomba. Unapoenda kuomba, jua ya kwamba hatuombi kama wapiga ramli, kwamba tunabashiri anaweza akatoka kwenye gano hawezi kutoka. Damu ya Yesu mweka msalabani kwa ajili yako. Ya kwamba ukimwamini tu Yesu Kristo, kuna namna ambavyo hutabaki kwenye hiyo madhabahu ya giza, hutabaki kwenye hiyo maagano ya mizimu, hutabaki kwenye huo umaskini, hutabaki kwenye huo magonjwa ya kurithi. Kuna namna Bwana anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Kumbuka Mungu ndiye aliyekuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo hakuna kitu kwenye maisha yako kinaweza kushindikana mbele za Bwana.
Unapoona kuna mahali uwezi tu kwenda vizuri, ujue ni Mungu tu anaangalia. Inawezekana anajivunia wewe. Wewe songa mbele, endelea kushikilia msalaba. Unapoona wewe unamtumainia Mungu, unamtumikia Mungu na bado kuna jambo limekushikilia, ona Bwana anajivunia wewe. Usitoke kwenye mstari, maana ukitoka dunia itakupiga. Yesu Kristo amekuja kwa ajili yetu, amekufa msalabani kwa ajili yetu, amekuja kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo tujifunze kumtegemea Yesu Kristo, tujifunze kumwamini Mungu na nguvu zake, kwa sababu yeye pekee, kama ambavyo tumeona katika kupitia Galatia, ya kwamba yeye anatuunganisha moja kwa moja na Mungu aliye hai. Haleluya. Sasa kwa sababu muda wetu unakimbia na makusudi makubwa ni kuomba, kuingia kuvunja maagano. Amen. Jana ilikuwa Ijumaa Kuu. Miaka 2000 iliyopita siku ya leo, wanaume anapambana kuzimu kuhakikisha ananyang'anya kila kilichoshikilia maisha ya watu wa Mungu. Na hata sasa yuko kazini kwa ajili yako. Yuko kazini kwa ajili yako. Anapofufuka siku ya kesho, acha kila kitu kifuke kwenye maisha yako. Acha baraka na neema ingie kwenye nyumba yako. Acha afya njema irejee ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo akiwa msalabani, kuna maneno kadhaa alitamka. Amen. Tulipokuwa tunajifunza juu ya maagano, tujifunza juu ya maneno, ukili, matamko na nguvu yake. Hakuna kitu Yesu Kristo alikifanya duniani kikawa cha kawaida. Hakuna neno alisema duniani likawa kawaida. Haleluya. Nataka tupitie machache tu kati ya mengi, kama Mungu atatupa neema kwa sababu ya muda wetu. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo akiwa msalabani, katikati ya kuangikwa, katikati ya kuendea kifo, lakini alisema, Baba uwasamehe maana hawajui walitendalo. Baba uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Sasa ndio pale tunaposema achilia watu, achilia maadui. Haleluya. Kama Yesu Kristo amepigwa, amedhiaki, kwanza amepitia mambo mengi sana, mpaka yuko msalabani, ingetosha kuonyesha uungu wake, ingetosha kuonyesha yeye ni mwana wa Mungu, lakini akamwambia tu, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Laiti wangejua mimi ndiye Mungu, wala wasingehangaika na mimi. Leo wewe mwana wa Mungu, kwa sababu ya chuki na mambo mbalimbali ambayo wanadamu wanaishi huku duniani, umembeba mtu moyoni. Ameshai kugongelea msumari huyo mtu? Aishai kukutupia, yani aishai kukupiga hata? Eti tu kwa sababu kwenye kikao mlipishana cha familia, ukasema wewe bora hapo pakae mbege kuliko ukae wewe, alafu wewe ukaanza kumchukia kuanzia siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye vikao vya familia unakuta kama huna kitu usiongee sana. Kwa mpole, andika tu wamesema hiki mwaka huu tutekeleze hiki, tekeleze. Kwa mwandishi, usiwe mwongeaji. Haleluya. Ukiongea utatoka na maumivu hapo. Wewe unavyoongea sana, uchangia nini kwenye hili? Mimi ni mkubwa. Mkubwa gani? Mkubwa usiye na hela. Unaanza kuumia. Dogo kanikasirisha sana, sirudi tena, sitaka nikae kikao mpaka tupatanishwe wewe. Yesu Kristo alisema wasamehe hajui alitendalo. Huyo ambaye anakuzi yake wewe ni mkubwa, hajui alitendalo. Amen. Kuwa na maneno mafupi kwenye kila eneo. Amen. Usipende sana maisha ya kuona kwamba wewe ni zaidi, ama yani kwa nini ameniumiza mimi? Kwa nini amenifanyia hiki mimi? Kwa nini? Hakikisha ya kwamba wewe unakuwa kama Yesu Kristo, kwa sababu umeokoka. Wewe umeokoka ili uweze kuwafundisha watu wengine juu ya kuishi maisha ya amani na furaha.
Unaporuhusu mtu akuumize kwenye moyo wako, maana yake umeshamuondoa huyu Yesu. Na Yesu Kristo aliamua kutamka haya maneno kwa sababu anajua kuna watu wanaumiaga, kuna watu hawezi kufanya nini, kusamehe. Lakini alijua kabisa katika mambo yote utafanyiwa, hautafanyiwa mambo kuzidi aliyofanyiwa yeye msalabani. Aliwaambia hawa wasamehe. Alikuwa na ujasiri ya kwamba mimi ni Mungu. Kwa hiyo hawajui. Sasa wewe una Yesu Kristo, inakuwaje unajishusha katikati ya watu kukuudhi au kukuumiza? Unaanza kusema haiwezekani, siwezi kusamehe kabisa. Hata naweza kusamehe lakini siwezi kusahau. Sasa usiposahau unaweka kwenye nini? Kwenye moyo? Au usiposahau kuna mahali unaandika? Haleluya. Akaka msemo kapo, nimemsamehe ila simsahau. Sasa pale kwenye kusahau pale mimi ndo nauliza, unakuwa unachukua notebook unaandika kwamba huyu sitakani msamehe, kaa hapa. Na ukimwona tu nakumbuka diary, nishaandika. Maana yake moyoni mwako hakuna. Ila kama umemwachilia utasahau. Amen. Kama umemwachilia utasahau tu. Yaani kuna wakati utapishana naye ujui kama umepishana na adui yako. Lakini nikwambie, kama ulimsamehe alafu siku mkakutana hata kwenye sherehe sio ya kwako, unamwona hata aliyekualika hana sio mtu tena, unamchukia na yeye aliyekualika. Imekwaje amekutanisha na adui? Namchukia sana yule mtu. Na saa nyingine unamwambia mwenye shughuli, wewe likwaje ukamwalika yule ni adui yangu? Ndugu yangu, mimi magomvi yenu unihusu. Kwanza leo usinitafute. Unaongeza maadui. Usipoachilia kila siku utatafuta maadui kwenye maisha yako. Yesu Kristo akasema wasamehe kwa kuwa hawajua litendalo. Kwa nini maisha yako unaona ni bora kuliko ya Yesu Kristo? Anza kumweka Yesu Kristo ndani yako. Lakini amesema neno lingine. Akasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hapa tunaona kwenye wasamehe, utasoma Luka 23 mstari wa 34. Andika hiyo, utasoma neno hilo linatoka hapo. Haleluya. Lakini akasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Katikati ya mateso makali. Amen. Anasema mbona umeniacha? Lakini nikwambie, si kwamba alimaanisha kuumia, si kwamba alimaanisha kuachwa, lakini alimaanisha kwamba kwa mambo mengi ambao wanadamu wanapitia, kuna wakati wanapita kwenye mapito wanasema labda Mungu hayupo, lakini alikuwa anafundisha usije hata siku moja ukakili ya kwamba Mungu umeniacha, kwa sababu Mungu hawezi kumwacha na yeye ni Mungu. Haleluya. Lakini ni mara ngapi wewe unapopita kwenye moto unasema Mungu ameniacha? Ni kosa kukiri ya kwamba Mungu ameniacha. Ni kosa kusema Mungu hunioni. Kwa nini? Wewe ni mfano wa Mungu. Kileo cha kumpokea Yesu Kristo tayari kuna uungu ndani yako. Sasa huyu mwingine unayemwambia umeniacha ni yupi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuone Zaburi 22:1. Lakini pia tutaenda kuona huko pia imeandikwa huko. Hapa Daudi anajaribu kuzungumzia hili. Haleluya. Zaburi 22:1. Neno la Mungu linasema, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Mbona mbali na wokovu wangu? Mbona mbali na wokovu wangu? Na maneno ya kuugua kwangu. Na maneno ya kuugua kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtumishi wa Mungu ameisoma kwa upole kama yuko msalabani na yeye. Mungu wangu. Kuna watu wanajua. Yaani naiona hiyo sauti ni kama Yesu pale msalabani alivyokuwa anaugulia kwa upole, hakuwa anataka kutumia nguvu zake. Lakini nikwambie kusudi la maneno haya, kumbuka alikufa msalabani ili achukue mateso yako, maumivu yako, laana zako na kila namna ya dhambi.
uwe na uhakika yeye alikusudia pale, ya kwamba haya unayoyasikia jua ya kwamba yanaishi hapa msalabani. Wewe utakayenifuata, usije ukakiri neno hili ya kwamba mbona umeniacha. Mungu hata kuacha, Mungu hata kaa kuache. Haleluya. Na hata sasa umemwona alifufuka kwa sababu hajaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi tunahubiriwa ya kwamba Mungu ameniacha, Mungu hanisikii tena. Mungu anakusikia, ni wewe tu ndio utaki kufuata sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasema mikononi, Yesu akasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka, ni maneno aliyosema wapi? Kumbe roho inakaa kwenye mikono, inaweza kukaa mikononi mwa Mungu. Haleluya. Wewe hapo ulipo unadhani roho yako iko mikononi mwa Mungu ama mwa shetani? Kwa sababu tuna maagano mawili tu yanasimama na sisi, ama shetani ama Mungu. Wale waliosema msalaba ni upuuzi, hatuna mashaka na kwamba roho zao ziko mikononi mwa shetani. Mimi na wewe ambaye tumeshamjua Yesu Kristo, je, maisha yetu yanaonyesha kwamba roho zetu ziko mikononi mwa Mungu? Maana hapa anasema roho yangu naweka mikononi mwako, kwa maana mikononi mwa Mungu uko salama. Katikati ya mateso yale yote akasema roho yangu mimi naweka mikononi mwako. Ndipo ambavyo tunajifunza kwamba hata ule ushindi ulikuwa ni maandalizi. Ule ushindi wa kutoka kaburini ilikuwa ni maandalizi ya kinywa chake, ya kwamba mimi siwezi kufa. Kwa sababu nini? Roho yangu iko mikononi mwa Mungu. Wewe na mimi roho zetu tumeziweka wapi? Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, roho yangu naiweka mikononi mwako. Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, ninakusihi kuanzia sasa roho yangu iwe mikononi mwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama roho yangu ilikuwa imeshikiliwa kwenye ufahamu wa giza, saa hii kwa jina la Yesu Kristo ninakiri kukataa hiyo mikono, maana sio mikono salama. Katika jina la Yesu ninaitoa roho yangu mikononi mwa maadui, mikononi mwa watesi, naiweka mikononi mwako Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Luka 23 mstari wa 46 tunakutana na neno hili. Haleluya. Mikononi, roho yako iweke mikononi mwa Mungu. Unapojitakasa kwa njia ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ni ishara ya kwamba umeamua kumkabidhi Mungu roho yako, awe aishikilie, akuongoze. Haleluya. Utasoma hilo andiko, utalisoma we mwenyewe, lakini kuna wengine leo tukimaliza ibada ndio hawasomi tena. Yani usiposoma leo ndio usomi tena, si ndio? Luka 23:46. Neno la Mungu linasema, Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Haleluya, haleluya. Mikononi mwako naiweka. Sasa ndugu yangu, mwana wa Mungu, wewe roho yako umeweka wapi? Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu tamani leo kumwambia Mungu maneno haya. Unapotubu, unapoomba rehema, ni ishara kumwambia Mungu, roho yangu naweka mikononi mwako. Kwa nini? Utakaso unapopita, wewe tayari unajiunganishwa na neema ya Mungu. Amen. Kwa hiyo tamani sana maisha yako yabadilike, kwa sababu katikati ya kuweka maisha yako mikononi mwa Mungu kuna namna ambavyo utashinda kila vita ambao unapitia. Kuna ushindi kwenye kuweka roho yako mikononi mwa Mungu. Kuna ushindi kwenye kuweka maisha yako mikononi mwa Mungu. Kuna ushindi kwenye kuweka kazi zako mikononi mwa Mungu. Kuna ushindi kwenye kuweka biashara zako, ndoa, familia mikononi mwa Mungu.
Kwa hiyo fungua huo mlango ili Bwana ashughulike na maisha yako. Lakini alisema tena neno lingine, amini nawaambia leo hii tutakuwa wote peponi. Ni neno Yesu alisema pale msalabani. Alisema amini nawaambia leo hii tutakuwa wote peponi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanaomsulubisha wanajua anaenda kumzika na shughuli inaisha, yeye anakili, anawaambia siku ya leo tutakuwa wote peponi. Leo unajiuliza kilitokea nini Yesu Kristo kufufuka? Aliandaa maisha yake. Wewe maisha yako ya kila siku ya baraka na ushindi unayaandaaje? Maneno yako ukiamka, yani sijui itakuwaje, yani mambo ni magumu jamani, jamani, sijui kama nitavuka mimi, yani umwezi hata umeisha, bora umeisha, hata si utakuja kama huo mwingine uliopita. Yani we kile unachokili unakili kinyume. Yesu Kristo aliwavuruga kwenye ukili wake msalabani. Amen. Wewe umeokoka, unakili nini juu ya maisha yako? Unakili nini juu ya afya yako? Unakili nini juu ya uzao wako? Unakili nini juu ya ndoa yako? Unakili nini juu ya uhitaji wako wewe? Ukili wako ndio umebeba tumaini la mbele la kesho yako. Ukili wako wa leo umebeba tumaini la kesho, umebeba matokeo na majibu mazuri ya kesho. Yesu Kristo akasema, na amini nawaambia leo hii tutakuwa wote peponi. Luka 23:43 pale unakutana na andiko hilo. Luka 23:43. Unarudi tu nyuma kidogo hapo. Karibu. Yesu akawaambia, amini nawaambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni mara ngapi umeona mambo ni magumu ukasema na muamini Mungu ya kwamba siku ya leo haitapita bila kufunguliwa milango yangu ya baraka? Ni mara ngapi umeamka unajisikia vibaya, lakini unasema ninaamini ndani ya muda mfupi nitakaa sawa. Yaani ukiumwa asubuhi unaanza kutangaza, yaani kwa kweli leo siwezi kwenda popote, naumwa. Yaani naumwa sana. Yaani kuna mtu anakupa taarifa ya kuumwa utafikiri uko hospitali, kumbe uko nyumbani. Afu naumwa sana. Shetani anasema wewe bado tuumwe sana. Hajajua yule aliyemfia msalabani ya kwamba anataka ukili wako ndio ukutoe. Tulijifunza juu ya maagano tulioingia ya kwamba kwa kukiri tu tuingia kwenye maagano, lakini tunajifunza jinsi ambavyo Yesu aliweza kutengeneza njia ya kufufuka. Ufufuo wa Yesu Kristo sio surprise, ni maandalizi, na alikuwa anajua. Ndio maana akaambia hawajui walitendalo, kwa sababu hakuna namna atanishinda kwa hoja. Haleluya. Amekiri hivyo. Amen. Lakini pia akasema, Yesu akasema, ninaona kiu. Akiwa msalabani, naona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwa msalabani akasema, ninaona kiu. Yaani mtu anayeelekea kwenye kufa anadai maji. Sasa hii bwana, watu wa mataifa tumeichukua sana. Kuambia mtu akitaka akiwa naumwa ukimpa maji anakufa. Kumbe wamekopi tu hapa. Yesu aliwaambia nina kiu. Yeye hajasema naomba maji, alisema nina kiu. Sasa huku jichanganye, zidiwe. Wanakupa maji ya kusafiri nayo wale ambao wanataka uondoke. Wale ambao wataki, hata kama wewe unaelewa kabisa ni maji, hawakupi. Wasema ukimpa tu anaondoka. Bwana Yesu asifiwe.
tunapenda kuigaiga vitu ambavyo matokeo yake huku kwetu ni maangamizi. Iga kitu ambacho ukikiishi kinakuletea matokeo. Yesu Kristo msalabani akasema naona kiu. Sasa shetani akakuchukua. Naona kuna mmoja tu alikufaga kinywa maji. Basi kila mmoja ukidai maji umezidiwa, hupewi hata kama hayo maji kweli unatamani, labda uamke. Lakini uko kitandani hawakupiga. Huyo hamna, labda mwite ya baraka. Lakini haya ya kwenye mtungi atatufia hapa. Jamani, Yesu hakuzungumzia kiu ya maji. Yesu alikuwa na kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu aliyojia duniani. Alipewa kazi ya kuja kuukomboa ulimwengu. Mateso yamezidi, yakamwambia pamoja Mungu na mateso yaliyozidi, lakini kiu yangu ni kutimiza mapenzi yako, ya kuwatoa watu kwenye giza, ya kuwatoa watu kwenye laana, kuwatoa watu kwenye mateso. Haleluya. Je, wewe una kiu kiasi gani ya kumtumikia Mungu? Una kiu kiasi gani ya kuishi mapenzi ya Mungu duniani? Una kiu kiasi gani ya kumtumikia Mungu? Hapa Yesu msalabani alisema hili. Na usipotafakari haya maneno aliyosema Yesu msalabani, una uwezo ukadhani ni maneno ya maumivu, ni maneno ya kuchoka, ni maneno ya kukata tamaa. Lakini yalikuwa ni maneno ambayo anajua kuna mwanadamu mwenye akili fulani akiyachukulia hayo maneno akayageuza, yanaleta jambo. Wewe ndugu yako ndo ameshazidiwa hapo, afu anatokea ambaye anajua. Ukimpa maji ameondoka. Hata kama anyang'ania, hata yakishafika mdomoni unamnyang'anya. Haikuwa kiu hiyo Mungu anazungumzia. Yesu Kristo akasema ninaona kiu. Ninaona kiu ya kuyatimiza mapenzi yako. Ninaona kiu ya kuukomboa ulimwengu na dhambi zao. Sasa Yesu Kristo aliona hiyo kiu na shauku ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Lakini watu ambao katikati ya maumivu anasema ninaona kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu, wamemkataa. Wanaona ni maigizo. Kama ni maigizo uwepo wa Yesu Kristo, basi hata maisha yako ni maigizo, kwa sababu saa yoyote ni maua hayo yananyauka. Haleluya. Kwa hiyo tubadilike, tujue namna ya kumtafuta Mungu kwa bidii katika nyakati hizi. Tunaposherehekea Pasaka, tujue ya kwamba ni lazima tutengeneze kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Uwe na kiu ya kukimbia dhambi, uwe na kiu ya kuichukia dhambi. Acha kuona kwamba Pasaka ni sehemu ya kufanya starehe. Kwenye Pasaka, hata pamoja na Yesu kufa msalabani, kuna mtu ndio ana appointment ya uzinzi. Katikati ya Pasaka hii Yesu Kristo amekuja kuchukua dhambi za ulimwengu. Yeye ndio yuko kwa mganga huko. Hakuna kwenda kazini leo, nakuja huko baba unitambikie kidogo. Wewe mapumziko haya ambao watu wote wanaona kwamba tumepata msaada, wewe unayatumia kwa mganga kienyeji. Uwe na uhakika siku utarudi mganga amekufa, alafu si utamuuliza nani? Haleluya. Kisoma ile Luka 23:23, Yohana 19:28. Yohana 19:28. Taona neno hili ambavyo Yesu Kristo alisema hapo akiwa msalabani, akiwa anapambania mimi kutoka kwenye magano ya ukoo wangu, akiwa anapigana vita vya familia, akiwa anapigana vita vya uzao, akiwa anahakikisha kuzimu inatetemeka. Haya ndio maneno akasema, pamoja na yote nyie mliotumika kuniangika msalabani, lakini shauku yangu na kiu yangu ni atimize mapenzi ya Baba yangu. Yohana 19:28. Neno la Mungu linasema baada ya hayo Yesu, hali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika. Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha malizika ili andiko litimizwe. Yamekwisha malizika ili andiko litimizwe. Akasema naona kiu. Haleluya. Ungemchapia Bwana Yesu makofi. Yaani akijua kabisa kila kitu kimekwisha. Hii sasa ndio ile mbwembo, unakuta kuna mtu
Unajua hata unaonaga hata wachezaji wa mpira anakaribia kufunga leta mbwembwe afu anajikuta anaenda kujifunga mwenyewe. Yaani kuna raha fulani umeshafika sehemu unaona kabisa anafunga. Amen. Yesu Kristo alivyomaliza akaona kila kitu kimekwisha, akaanza kutangaza pale. Alafu wale watu walikuwa wanamuona tu kama mjinga, kumbe mwenyewe anaona dakika, yani mimi naondoka na ushindi. Anambia ninaona kiu. Akasema jamaa lina kiu ya maji, msilipe, piga. Anawacheka tu, anasema yani nyie hamjajua kwamba mimi ndiye Mungu mwenyewe kwa ajili ya watu wangu. Mimi ndiye mwenyewe niliyekuja ili msitese tena wana wa Mungu. Mimi ndio nilikuja ili msitese tena wanadamu. Siku ya leo jua ya kwamba katika ibada hii geuze maisha yako. Hakuna utasa kwenye maisha yako, hakuna laana kwenye maisha yako, hakuna kukataliwa kwenye maisha yako, hakuna umaskini utakao kushikilia kwenye maisha yako. Geuka, tazama msalaba, geuka mtazame Yesu Kristo aliyekuwa na shauku ya wewe utoke kwenye hivyo vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekuwa na shauku ya wewe kukutoa kwenye vifungo. Basi siku ya leo anza kuweka shauku ya kumtumikia. Anza kuweka shauku ya kumtumikia. Mwambie Mungu, nitakutumikia, sitakuacha. Katika hali yoyote ninajua ni wewe unaishi ndani yangu. Katika mazingira yote ninajua ni wewe unaishi ndani yangu. Kwa na maneno yenye ushindi, yenye nguvu. Unapoona mahali uwezi, mwambie Mungu, wewe si unakaa ndani yangu, mbona napita hapa? Au tuko pamoja Baba? Kama tuko pamoja nitulie, maana najua ushindi upo. Lakini kama kuna mahali nimekukosea, rejea ndani yangu, tuvuke pamoja. Haleluya. Lakini kuna eneo lingine akasema, mama tazama mwanao, na mtoto tazama mama yako. Mama tazama mwanao, na mtoto tazama mama yako. Yesu akiwa msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Yohana 19:26. Neno la Mungu linasema, Yohana 19 mstari wa 20 na 9. Anza 25. Yohana 19 mstari wa 25. Na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye. Na penye msalaba wake Yesu Kristo, Yesu walikuwa wamesimama mamaye. Umbu la mamaye. Mariamu wa Klopa. Mariamu wa Klopa. Na Mariamu Magdalena. Na Mariamu Magdalena. Yesu alipomwona mama yake, na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, Mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka, ndio ile sheria ameweka katikati ya sheria nyingi, waheshimu baba yako na mama yako. Wanamtazama Yesu, lakini Yesu anajua ya kwamba kuna shida kwa wazazi, kuna shida kwa watoto. Akaacha hao maagizo, tazama mwanao, na mtoto tazama mama yako. Leo kumekuwa na shida kubwa sana. Unaona, huyu mtoto sio mtoto wa kumzaa mama yake Yesu. Amen. Na hayo maisha, kila mmoja aliyepita hapo nyuma kidogo, ukiacha hii 2000, tunajifunza kwamba tulikuwa tunajitahidi kuwa na nidhamu, kwa sababu kila mama unemkuta njiani, kila baba unemkuta njiani, unaona ni mzazi wako. Lakini majira haya, yani ni kwamba
Unaweza ukatukana na mtoto hata na miaka 3, wewe mama mtu mzima. Ukamwambia wewe mbona unacheza hapo? Kimbia na uniform zako. Unafanya. Wewe sio mamangu, sio babangu, toka. Akakutukana mpaka kusema nimejichanganya wapi? Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ajua hizo nyakati. Yesu alipokufa msalabani, na hili ndio agano lenye nguvu ambalo litasimama nyakati zote. Haleluya. Ya kwamba kuna majira watoto watakengeuka, na kuna majira wazazi hawataelewa kizazi walichonacho. Kitendo cha kwamba mzazi huhitaji mtoto wako aonywe na jirani yako, huhitaji mtoto wako aonywe na mtu mzima, uwe na uhakika wewe umeamua kutengeneza bomu kwenye nyumba yako. Na sasa kuna mabomu mengi yanatembea, kuna mabomu mengi yani tumeyavaa mwilini, tunatembea nayo kama wazazi. Lakini Yesu Kristo akasema, tazama mwanao. Mtoto, tazama mama yako. Kwa nini hakuchukua mama mwenye mtoto wake kabisa, akasema huyu ni mtoto wake kabisa wa kumzaa? Alijua ya kwamba malezi ya mtoto anahitaji wote, kwa sababu utamtuma mtoto dukani hutaenda wewe, njiani atakutana na wazazi. Mtoto atakuwa anafanya mambo mabaya, atakemewa. Akikemewa tutoka kwenye ile njia mbaya. Amen. Lakini wazazi mle familia. Mungu anataka wazazi wao waonyeshe upendo kwenye familia zao. Amen. Lakini sasa hizi angalia, wazazi wanapokimbia majukumu. Yaani wewe ni rafiki mzuri, ukimwambia tu mimi nina mimba, na kublock wenyewe siku hizi tumeshapewa kublock hapo. Fasta namba inatolewa hewani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wajibu wa kiungu tumeukataa. Wewe uliambiwa uoe, ukaenda kuzini, wewe hiyo mimba. Sasa akikukimbia kwa ni dhambi? Yaani akikukimbia yeye amefanya dhambi gani hapo? Wewe ndio mzuri. Wewe mwenyewe umemkosea Mungu. Kwa hiyo naye kakukosea, nani zaidi kamkosea mwenzake? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa watoto sasa, hivyo vitoto vinavyolelewa sasa huko, kinalewa kimayai. Nimeteseka nacho mwenyewe, sitaki mkigusa jamani. Ukitaka ujue kuna wamama wanatukana vizuri, piga katoto kake afu ajue wewe ndio umempiga. Haijalishi kalikuwa kanafanya nini, kaache, ni mtoto wangu. Na nikwambie anakuza kabisa, hivyo ulivyompiga mwanangu, una mtoto au hujui uchungu wa mtoto wewe? Ukimwambia na mtoto, wewe mtoto wako ana umri gani? Inawezekana hujalea hata kufikia umri huu. Yaani ana sababu nyingi, ili mradi anajua ya kwamba asijue kwamba anaharibu hatima huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anataka tu alelewe kwenye maadili. Yesu Kristo anataka watoto walelewe kwenye nidhamu, wamjue Mungu. Leo watoto wanatoka nyumbani wamevaa vizuri, kama ni familia zenye kupenda maadili, anabeba na nguo zake za kuvaa akifika barabarani. Nani hata kuonyea? Mguse mtoto alivaa uchi njiani. Wewe mtoto, mbona bado mdogo na hizo nguo hizo? Chukua fimbo mtandike afu avaa yale mabwanga yake arudi nyumbani. Mama alinipiga tu kwa uonevu. Mama hujai kuona hizo nguo? Lakini laiti ungeuliza huyo mzazi, kwa nini umemchapa? Ili shida ni nini? Mtoto wako alimkuta amevaa nguo za uchi kabisa. Kwa umri wake hawezi kujiamulia huyu. Lakini mbona kama hajiweka kwenye hatari? Wewe hujui, ungekuwa unapata hiyo siri. Tuna watoto wengi sana, tena watumishi wa Mungu. Anatoka nyumbani amevaa dela vizuri. Akifika kwenye kona ya pili anajua hakuna mama yote ataniuliza, baba yote ataniuliza, anavaa zile chupi zake, anatembea barabarani. Kwa nini watu wanapata ujasiri huo? Wanajua kwamba nikishatoka kwenye anga la mamangu hakuna mwingine atanisemesha. Lakini maadili tuliokulia, tuliolelewa, ukimsonya mkubwa kipigo chake ni sawa na mwizi. Sasa nishangaa sasa hivi watu wana kazi ya kupiga wezi tu. Huyo mwizi si ulimwanzisha kwanza mdogo anaiba? Mnakuta eti mnachifika marungu mnapiga mwizi. Mwizi wewe ulimlea mwenyewe nyumbani kwako, unampigia nini? Lakini kuna namna tu, yani unajua mpaka umri huu ukiniambia niweze kumnyali mtu sijui vizuri. Kuna mtoto anaweza kukupandisha akakushusha. Unamwambia mama nenda mama. Nenda mama, dunia ni yako hii.
Unajiuliza hapa hajaongea. Akiongea unaambia tu nenda. Ni nini? Wakati anatoka tu kwenye ima yako, huko anaenda kujifunza ni mambo yasiyofaa. Hayafai kabisa. Mtoto mmoja nikakuta anabishana na mama yake kabisa. Sitaki uli nyumbani kwangu, nimechoka kulea watoto, nimewalea kwa shida na nyinyi mnaletea mimba. Wewe baba wewe, mbona dadangu alikuja na mtoto, mbona hujamkimbiza? Mbona na mwingine hujamkimbiza? Mimi ndio nikatae, nakuja sana. Nikamwambia, unamwambia nani? Baba. Kaambia kweli umelogwa na hiyo mimba. Kwa hiyo wewe ulizaa kwa sababu dadako amezaa. Sasa ndio babako amekwambia nguvu zimeisha. Ndio utajua kwamba ungempanga kabisa, mzee nataka nikazae nje. Akwambie nguvu anazo hana. Sasa wakati una dada zako amekuwa sasa wenzako wanatembea watoto wao kila kitu kinaenda sawa. Wewe na hili tumbo sasa lebe inakusubiri. Baba amekwambia hakutaki. Na bado akili zimekuwa pungufu kichwani, unasubutu kumjibu. Lakini nini, ni kweli ukiangalia msingi, kama baba ulichukua mtoto wa kwanza ukalea mjukuu na mimba, sasa unasubiri unakatani wanne. Maanake ungekemewa kwanza akajifunza kwamba alichokutana nacho dada yangu, yani dada yangu alichokutana nacho alivyozaa, wakaka 80 100 itakuja baadaye. Kwa nini? Kwa sababu aliona kilichotokea kwa ndugu yake. Ila ukampa supu vizuri, ukamnulia na nepi, ukamuita mtoto kama nikweke mke, na mimi bwana hamna shida, kama unaninulia chips nile nishibe, atalea babangu kule, wala usijali. Bwana Yesu asifiwe. Misingi Yesu Kristo alivyokuwa msalabani akasema ya kwamba mama, angalia mwanao, mtoto angalia wazazi yako. Saa hii utii wa watoto kwa wazazi hakuna. Nimemwachia Mungu. Yaani imagine mzazi anaachia Mungu ambaye hamuoni. Haleluya. Tena namwachia kwenye uovu. Asijue kabisa Mungu wewe sio muovu. Sasa nimemwachia Mungu. Unamwachia Mungu huyo aliyeharibika? Mwachie Mungu mzuri basi. Mama nani vipi huyu mtoto? Mbona wewe acha nimeshamwacha. Mungu hataki au makopo yako uliotengeneza huko mtaani. Mungu anataka watu wenye utashi wa kumjua na kumheshimu, watu ambao watawabariki watu ambao watoto ambao watakuwa furaha kwa wengine. Umetengeneza mzigo wako, unatesa watu duniani. Akionywa kidogo tu umeinuka. Akichapa tu mwalimu kidogo umechapa. Mpaka sasa shetani kaamua kupitia kwenye fimbo. Akichapa kwa kichwa anakufa. Sheria lazima kutungwa, msichape. Anakuwa majinga, akitoka kwa shule anacheza njia nzima mpaka anafika nyumbani yamechoka, machafu, utafikia anakopa na makopo. Mtoto anaanza kukota makopo akiwa mdogo. Anaanza kuona hivi kuna sababu gani ya kusoma. Akutana na watu wamechafuka, hata makopo nitokota bwana. Biashara ya kuendelea na masomo hapana. Kwa nini? Hakuna watu wa kuachapa. Wewe unajua bwana ameenda shule, anakuletea 0. Unaanza kulaumu mwalimu. Wewe mwalimu, mimi nalipa ada. Mwalimu unalipa ada, si unasema asipigwe wewe? Shetani alivyogundua wazazi wataka watoto wapigwe shuleni, wakakaa kwenye fimbo. Shetani kaa kwenye fimbo. Kimtandika tu paka na dondoka dege huyo. Sheria inachukua mkondo. Wewe watu walimu akasema, mshahara unaingia. Mtoto njoo saa 6, utakuta nimeandika ubaoni utachokikuta. Mtihani ukija nitakutungia, utaandika siku zako nitakujazia. Hainihusu mimi. Na ulivyoenda, yani sasa ukisha sketi mmoja akapigwa akapiga degedege ukifua mwalimu ampiga, utamla. Wewe unajua mtoto wako kalivyo jeuri uko shuleni. Hakaeleweki. Kana luka, yani kana msumbua mwalimu mpaka mwalimu anajiuliza jamani kama walimu ni wito, lakini wito umekuwa mgumu. Na akimfokea tu mtu anakuambia siende ananifokea. Mimi teacher fulani mimi simuelewi kabisa. Ukimfuata sasa, wewe mwanangu hakuelewi, unaona unampiga piga sasa, sio ngoma yako hii Acha kulelea jambazi lako vizuri. Miaka 7 mizima amekuwa na nguvu ya kuiba, amekuwa na nguvu ya kukaba, amekuwa nguvu ya kubaka, aende akafungwa miaka 30.
Wazazi lazima tugeuke kwenye misingi. Yesu Kristo alitaka hii misingi ifuatwe, na tumeona faida ya kufuata misingi. Yamkini hatukuwa tunajua ya kwamba kuna maelekezo ya Yesu Kristo. Tulikuwa tunalelewa na wazazi kwa namna isiyo kawaida. Yaani ukikutana na mtu mzima unajitengeneza vizuri kabisa. Kuna mtu anakuja, mtu mzima mwenzako akwambia kuna mama, kuna bibi anakuja. Vaa vizuri. Sasa hiyo umeshafunga shati mafundo hapa. Sasa kuna bibi anakuja huko. Akutana hilo fundo, utamweleza. Hajui unatoka mtaa gani, shule gani, atakutandika mpaka ukifika nyumbani unaongezea, unajiuliza hivi huyu hata hakuniuliza, hajaniuliza, kaongeza na fimbo nyingine. Jamani, kwa mfano nini? Haiwezekani. Kwa nini? Yule mama anaamini hakuna mtu mzima mwenye akili zake atakaye kupiga bila sababu. Amen. Kwa hiyo kile cha kumwambia nimepigwa, anaongeza hicho ulichokifanya mpaka ukapigwa. Sasa akirudie tena siku nyingine uone. Sasa hivi kaoge mwanangu. Kaoge, kuna ice cream pale utakula. Watu hao siku nyingine mtukane. Kwani kwanza hujakimbia? Kwani anaanza kukimbia? Ni mbibi. Wewe umkimbia mbibi. Bibi anakufuata, sababu bibi anakufuata mpaka ndani kwani unashangaa tu huyo mpaka ndani. Anakuja kufinyia hapo kwa bibi mama yako. Unamwangalia mama yako anakuangalia, anamwangalia bibi amalize kazi yake. Sasa baadaye unasema ulinikimbia. Ulifikiri hapa ndo utakuwa sasa? Alikufundisha mama yako ujinga? Hamna, mimi hata sijamfundisha mama. Piga tena. Alifanyaje kwani bibi? Mchezo uliokuta alikuwa anaruka juu mpaka chini. Ataka avunjike, piga bibi. Siku nyingine unatembea hata kwenye jiwe unafanya taratibu. Nikaonekana nikajikwaa bure. Mama mwenyewe anataka kwenda hospitalini. Hatukukutana mapiopio hospitalini. Kwanza siwezi kuwa hazipo. Kwa nini? Wazazi ndio walikuwa walezi wetu. Kila mmoja kuta kwenye hatari atakutandika na hutarudia. Sasa hivi kapange foleni hospitali. Huyu kavunjika bega, huyu najiza. Jamani, watoto sio madereva kwamba wapata ajali. Nini kimetokea? Eti karuka shuleni. Aliruka shuleni akiwa anafanya nini? Alikuwa sijui anaruka sarakasi. Sijui alikuwa anafanya. Unajiuliza, shuleni walimu walikuwa hapo. Walimu walikwambia ameshindikana huyo. Tena sangia akifika umeumia, afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Usiache mpaka watu wamuone mtoto wako akiwa na matatizo waseme afadhali amekukuta. Afadhali dunia imekufundisha. Yesu Kristo alitambua haya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo we mzazi, soma tu haya maneno afu chukua nafasi yako. Mpende mtoto wako, mjali mtoto wako, lakini linda na maadili yake. Sema naye. Kwanza sasa hivi hata tunavyozungumza na kuhubiri, sio rahisi mtu mwingine akusaidie kuonya mtoto wako, kwa sababu watu wameshaona hakufai. Haleluya. Wamechoka kulogwa. Kuna mwingine yuko tayari kwenda kwa mganga aliyekupiga simjui ngoja nikamloge, naye ataka kulogwa. Kisa tunalea akili za mtoto wako, ishi naye hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wanasemaga laani kwa sababu impigi mtu. Sasa ushakapiga katoka watu. Mamake unajua mwalimu wake ni mchawi fulani hivi mahali. Anaenda kutoa taarifa, unashangaa tu naye bega linauma. Unapiga pawa alieleweki. Mpaka leo mtakifaje kusema ulipiga mtoto wa mtu leo. Tukikakuta kanahangaika huko baba tutakaambia tu endelea kidogo, endelea, dunia ipo. Itakufundisha. Lakini tujitahidi kusema nao basi, kwa sababu tulishapoteza mwelekeo. Amen. Tusaidie kusema nao, tuwaambie mtoto hiki hakifai, umwelekeze watoto marafiki wa kukaa nao, mwelekeze mtoto namna ya kuishi na watu, mwelekeze mtoto ya kwamba kumdharau mzazi mwingine ni laana na ni dhambi. Kuna watu wengine leo wanaishi si kwa sababu ya laana za wazazi wao, kwa sababu wao walikuwa wanapenda, lakini wanaishi kwa sababu ya laana za wazazi wengine, wale wakutanao njiani, hawakuwatendea mema. Na inakupata kweli, sio utani, kwamba ukimtukana mzazi ambaye analingana na mama yako ama mtu aliyekuzidi umri wako na alikuwa anakuambia kitu sahihi, unaibeba hiyo laana nzima. Kwa hiyo tujitahidi, kwa sababu tutakuwa watoto wetu na laana mbalimbali ambazo wanazibeba huko mtaani, huko kwenye mashule, huko wanakoenda. Mwalimu ni mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu ni mzazi, ndio maana amepata wito wa kwenda kufundisha. Tuseme nao vizuri, watusaidie watoto wetu kuwatunza, ili watoto wawe na maadili. Fuata mwalimu, muulize mwanangu ana maadili gani. Haleluya. Akikwambia mwalimu atumwambie ili muonye, ili sio zuri, kwa sababu huko ndo anakojificha siku hizi. Haleluya.
Kwa hiyo endelea kusoma ile Yohana 19:26 mpaka 27 ili ujue kwamba ni Yesu alisema pale msalabani katikati ya maumivu makali, akaona ya kwamba bado nahitaji kukaa kwenye familia, bado nahitaji niifikie familia. Na ifikiaje familia? Ni lazima wawe na upendo, ni lazima wawe na utii. Kwa hiyo mtoto ni lazima uwe na utii, mama wazazi lazima muwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya watoto ni kuwatii yale ambayo mnawaelekeza, na nyinyi lazima muwatimizie zile haja zao zote, maana huo ndio upendo watakaouona kwetu. Haleluya. Lakini eneo la 7 akasema imekwisha. Yohana 19:30, sogea pale pale kidogo. Yohana 19:30. Neno la Mungu linasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo aliposema imekwisha, alikutangazia wewe mwana wa Mungu ya kwamba laana, mateso, maumivu yamekwisha. Kila kitu kimekwisha pale msalabani. Tunaposema kila kitu kimeisha pale msalabani, si maneno tu ya watu, bali ni Yesu Kristo mwenyewe alisema pale msalabani. Wakati ameshafika mwisho, akasema imekwisha. Akamtangazia shetani ya kwamba juu ya kusudi la Mungu ambalo ilikuwa ni shauku yangu kutimiza, limekwisha kutimia. Haleluya. Na naamini baada ya hapa utajua ya kwamba chochote unachokiona Yesu Kristo alikitangazia kuisha pale msalabani. Kwa hiyo usianze kuwa na hofu eti na mateso fulani sio yataishaje, eti napita mahali pagumu sio. Yesu Kristo ameshakutangazia imekwisha. Tangazo hili ni kwa ajili yako. Tangazo hili ni kwa ajili yangu. Unapita kwenye eneo gani? Yesu Kristo msalabani alikutangazia imekwisha. Wakati wewe unalalamika ya kwamba siwezi, nimechoka, nimeshindwa, Yesu Kristo alisema imekwisha. Haleluya. Kuzimu inajua ya kwamba wewe ukitangaza ya kwamba mateso kwangu imekwisha, ninaunganishwa na ile neno la msalaba, na wewe hakika unakuwa umetoka hapo. Anashindwa kufungua vinywa vyetu kwa namna hiyo, badala yake tunajikuta tunatamka kushindwa. Sasa kuanzia leo geuka, hakuna kushindwa tena kwa njia ya msalaba. Siku ya leo kila agano lililo kukufunga lazima likuachie. Kila agano mahali popote limekufunga lazima likuachie. Maana Yesu Kristo alikuja kukomboa ulimwengu. Alikuja kukomboa wewe. Amekuja kuleta tumaini jipya ndani yako. Amekuja kukuongezea miaka iliyoliwa. Alikuja kukurejeshea ushindi kwenye kila eneo. Haleluya. Basi ninaamini katika hayo utakuwa na imani wakati unaenda kwenye maombi. Unajua kuna wakati unaenda kwenye maombi huamini kwamba hiki ninachokiomba kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu huijui nguvu iliyobeba hilo jina la Yesu. Hujui nguvu iliyobeba huo msalaba. Hujui nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu. Lakini unapoijua nguvu ya damu ya Yesu, hutatishwa na chochote. Hutatishwa na chochote. Haleluya. Lakini kuna matukio kadhaa yalitokea baada ya Yesu kata roho. Kuna mambo kadhaa yalitokea baada ya Yesu kukata roho. Biblia inatuambia dunia ikawa giza baada ya Yesu kukata roho. Mathayo 27:45 pale. Giza liliashiria nini? Mathayo 27 Neno la Mungu linasema
Basi tangu saa 6 palikuwa giza juu ya nchi yote. Tangu saa 6 palikuwa giza. Palikuwa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Masaa 3 kulikuwa kuna giza lisiloelezeka. Haleluya. Amen. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Amen. Wakati tu Yesu amekata roho, kukawa na giza. Masaa mangapi? Masaa 3 kulikuwa ni giza. Masaa 3 Roho wa Mungu alikuwa anatembea kuhakikisha andoa giza kwa kila mmoja ili liende kaburini. Masaa 3 kila mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo hakuna giza tena kwake. Masaa 3 Yesu Kristo alipokata roho, wao wakiamini ya kwamba wamemaliza kazi, ndio msako wa kukomboa nafsi za watu ulitokea hapo. Ndio msako wa kuwatoa watu kwenye giza hilo ukatokea. Kuna giza gani limekushikilia wewe? Kuna usiku gani wewe ambao unakufanya usione asubuhi yako? Mungu akupe neema kwa kifo cha Yesu Kristo msalabani, uione nuru sasa, maana giza ni kinyume. Yesu Kristo alikuja kuchukua dhambi ya ulimwengu. Ililazimika lile giza litokee ili nuru itokee kwenye maisha yako. Kwa hiyo anza kuona nuru kwenye maisha yako. Anza kuona wewe ni nuru ya ulimwengu. Mungu amekwisha kuzika kila giza. Kila giza lilizikwa. Masaa 3 haikuwa rahisi. Ilikuwa ni lazima achanganye maadui na watesi. Ni lazima ajaribu kuonyesha ukuu wake. Ni lazima ajaribu kuonyesha kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Mimi ni yule ambaye nimeumba nuru na giza. Mimi ndio yule ambaye niliumba mchana na usiku. Sasa acha haya majira yabadilike. Kama ilizoea kuwa nuru mchana, acha haya masaa machache ili giza liwakumbushe ya kwamba mimi ndio kila kitu, na kila atakayeona hizo ishara ataniamini mimi kwamba nimekuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Kwa lugha nyepesi, Mungu anatufundisha ya kwamba unaweza ukajiona uko sawa, unaweza ukajiona unatembea kwenye neema na amani, lakini nikwambie kama una Yesu Kristo uko gizani, kwa sababu saa huijui, kwa sababu majira huyajui. Ni vyema ukubali kukaa kwenye nuru ya Yesu Kristo, kwa maana yeye alikuja akafanyika kuwa laana ili uwe utoke kwenye hiyo laana. Usishikilie hiyo laana, maana haitakufikisha pazuri. Kuna giza mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe ambaye unashindwa kumwelewa Mungu na kusudi lake kwa ajili ya Yesu Kristo, ukienda kusoma Marko 15:38 hadi 39, utajifunza kitu hapa. Marko 15. Kuna kitu utajifunza. 15. Marko 15 kuanzia mstari wa 36. Neno la Mungu mpaka 39. Neno la Mungu linasema na mmoja akaenda mbio, akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha, akisema acheni na tuone kwamba Elia atakuja kumteremsha. Endelea. Naye Yesu akatoa sauti kuu. Mwanzo 30 na ngapi na 8? 38. 39, twende 39. Basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea. Basi yule
akida aliyesimama hapo akimwelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, alivyoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Alikuwa mwana wa Mungu. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Hata waliomsulubisha wenyewe dakika za mwisho walijua huyu ni mwana wa Mungu. Waliomsulubisha wakasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Wewe unayemkana Yesu, wewe ni nani? Wewe unaona kwamba Yesu hakuja kwa ajili ya wewe, wewe ni nani? Uwe na hakika kuna giza kwenye ufahamu wako, uwe na hakika kuna shimo liko mbele. Lakini wale wenyewe waliomsulubisha Yesu Kristo walikiri hakika huyu ni mwana wa Mungu, kwa yale walioona mahali pale, kwa vile walivyomshuhudia, kwa vile ambavyo waliona. Haleluya! Kwa hiyo ni lazima utambue tu ya kwamba hakuna namna wewe ambaye uko duniani utaona msalaba hauna faida kwako. Na ukiona msaada una faida kwako, hakika yake utakuwa na faida, kwa sababu tumejifunza ya kwamba wale wasiomwamini wanategemea mwili, lakini wale wanaoamini msalaba wao wanaenda katika roho. Kwa hiyo sasa utaenda katika ulimwengu wa roho, utaingia kwenye ulimwengu wa roho na kuomba na kumwambia Mungu, kuna jambo hili na hili na hili na hili nitendee. Mungu atatenda kwa sababu wewe ni wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna vitu vilitokea tena, miamba ilipasuka, pazia la hekalu lilipasuka, dunia ilitikisika. Wakati huu Yesu ameshakata roho. Haleluya! Kwa hiyo hebu twende kwenye Mathayo 27:50. Mathayo 27:50 hadi 51, hapa tutaona kitu. Tunaelekea mwisho. Mathayo 27 mstari wa 50. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Mstari wa 51. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Nchi ikatetemeka na miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini baada ya kufufuka kwake, wakaingia mjini, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana wakisema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa hapo inarudiwa. Kumbuka tumeisoma kwenye Marko, lakini inarudia kwenye Mathayo. Aliyemsulubisha Yesu, aliyekuwa kiongozi, aliyekuwa msimamizi, yeye amesema Yesu ni nani? Sasa kataa. Sasa wewe kataa, mtakutana huko, umeambiwa watakatifu wote waliokuwa wamelala. Kumbe watu wanaomwamini Mungu, watu wanaomtegemea Mungu huwa hawafi, wanalala. Sasa we ng'ang'ana na dunia, utakufa kweli. Hatujasikia wanaenda, manake wale wasio watakatifu walibakia kule kwenye giza. Kwa hiyo tamani kuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu siri tu sio kufa, lakini hata ukifa hufi kwenye dhambi. Hata ukifa kuna tumaini. Kama roho ya Yesu Kristo kama mikononi mwa Mungu, uwe na uhakika, sio kwamba wanaokufa wanaenda huko, hii miili ndio inaenda huko, lakini roho zetu ziko mikononi mwa Bwana. Haleluya! Sasa sijui roho yako ikiwa ina mavazi yale ya kikahaba ataibeba, anajua yeye huko. Hilo sikuamuli, ila amua leo,
Amua tu Pasaka hii ugeuze maisha yako. Amua Pasaka hii ubadilike. Amua Pasaka hii ambayo imekufikia mpaka nyumbani mwako, basi Bwana ageuze na moyo wako, umtegemee Mungu aliye hai. Haleluya. Pazia likapasuka, ukapata fursa wewe ya kumwabudu Mungu. Hapo mwanzo ilikuwa uweze kwenda kumwabudu Mungu, unaletewa maelekezo tu. Musa anasemaje huyo baba? Leo Musa anasemaje? Anasemaje? Kwa hiyo ametuacha huku tuangamie. Leo wewe mwenyewe unakuja madhabahuni. Sasa changamoto iliyopo leo, watu wanaenda madhabahu eti wakasikie bado kwa Musa, Mungu kasemaje? Yaani fursa zote Yesu Kristo amekupa hizi, hauamini kwamba naenda madhabahuni kupokea baraka zangu, naenda madhabahuni kukutana na Mungu aliye hai, naenda madhabahuni kasikie Bwana anasema nini kwa njia neno lake. Watu hawataki kusikia habari ya neno la Mungu leo makanisani, wanataka kusikia unabii. Ngoja nikwambie, kwenye huo unabii huo unaotaka kusikia kila siku, ujue kwamba kuna na mapepo yatakusemesha huko, na utashangaa miujiza baada itokee, kumbe ni mizimu ya mchungaji ilikuwa inasema. Neno la Mungu aliyokufundisha umeliacha. Bwana Yesu asifiwe. Pazia lilipopasuka, ukapata nafasi ya kuja hekaluni moja kwa moja usikie Mungu anasema nini siku ya leo. Sasa Yesu Kristo amefufuka. Yesu Kristo amekufa msalabani kwa ajili yako na amefufuka. Tuko kwenye kumbukumbu. Sikia Bwana anasema, na huu ndio unabii wako, ya kwamba ukimkiri yeye kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, hakuna jambo gumu kwenye maisha yako litasimama. Hakuna jambo lisiowezekana kwa Bwana. Hivyo amini ya kwamba wewe unamkiri Yesu Kristo, magumu hutayaona tena. Hutapita tena kwenye huo moto. Hutapita kwenye huo moto. Maana Yesu Kristo mwenyewe, neno la Mungu linasema, ujapopita katika maji mengi hata kugarikisha, wala katika mwali wa moto hautakuunguza. Wewe unasikia neno hili siku ya leo, geuka, pazia limekwisha kupasuka kwa ajili ya wewe kusikia neno la Mungu. Huo moyo ambao hujapasuliwa, Mungu saa hii apite ndani ya moyo wako, pasue ili uweze kupokea neema, uweze kupokea badiliko, uweze kupokea ushindi, uweze kupokea funguo za mamlaka, uanze kupokea neema ya kiungu, uanze kuishi kwa ujasiri duniani, uanze kuishi kwa tumaini duniani. Mungu Yesu Kristo alifanya mambo makubwa sana. Ilikuwa ni lazima Musa apeleke taarifa. Wanalalamika huko baba, wanasema sasa hivi lalamika, utanacho huko lalamika, pazia lishapasuka. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaviona vitu vikubwa ambavyo vilitokea pale msalabani tu. Sasa unashindwaje kuamini ya kwamba Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya maisha yako? Kama alifanya haya yote, kama hayo yote alitokea masaa matatu miamba ilipasuka. Kuna mwamba gani leo upeleke msalabani? Kuna mwamba gani wewe unaona huu mwamba umekaa mbele yangu wala siwezi peleka msalabani siku ya leo? Hakuna mwamba ambao utasalia. Ilipasuka pale msalabani, ilikwisha pale msalabani. Huo mwamba leo tunataka kusema na ardhi itasikia sauti ya Bwana, itatetemeka. Ardhi itatetemeka, nchi itatetemeka kwa ajili ya kutapika baraka zako, itatetemeka kwa ajili ya kuachilia hatima yako, itatetemeka kwa ajili ya kugeuza misingi yako iliyoharibika, itatetemeka ikifufua neema yako, itatikisika hiyo nchi. Mungu amekupa neema ya kuwa Tanzania. Haijalishi umefungwa kwenye mlima gani, haijalishi umefungwa kwenye eneo gani, Mungu leo yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Mungu yeye yuko kwa ajili ya wewe. Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako wewe. Hakuna mwamba mgumu. Ni mwamba gani? Ni magonjwa? Ni laana gani? Amekwisha kuangikwa msalabani ili wewe uwe mbarikiwa. Na leo natangaza kwamba wewe umebarikiwa. Natangaza kwamba wewe umebarikiwa. Kuzimu haitaki, inataka, lazima utembee kwenye baraka za Bwana. Kuzimu itake isitake, lazima utembee kwenye neema ya Kristo. Haleluya, haleluya. Chapie Bwana Yesu makofi. Chapie tu Bwana Yesu makofi.
Tunambariki Mungu sana, bariki Mungu sana ambaye yeye ameachilia neema yake. Unaposoma Mathayo utaona vizuri vitu ambavyo vilitokea baada ya Yesu Kristo kukata roho pale msalabani. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Utaona watu, wanawake wale ndio wakaanza kumfuata Yes. Kuna mwanamke leo badala amgeukie Yesu anapambana. Acha kupambana kwa akili zako, huwezi. Wanawake wengi tulijishusha mbele za Bwana, tulinyenyekea, tulimuhurumia, akasema msinililie mimi, jilieni nyinyi na watoto wenu. Hakuna sababu tena ya kulialia, kwa sababu tunajua yeye amekwisha kulia kwa ajili yetu, yeye amekwisha kuumizwa kwa ajili yetu. Ni wewe tu na mimi tuchukue hatua sasa ya kumlingana Mungu katika majira haya, ya kumlingana Mungu katika majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe, tuombe. Baadaye zoezi letu tutaliendea mwisho, kwa sababu zoezi letu hili ninaamini ya kwamba nimeelekezwa sisi wenyewe na Galilaya. Amen. Kwa hiyo mwisho ukili, mtumishi wa Mungu atasimama, atakuongoza, lakini saa hii fungua moyo wako kwa ajili ya maombi haya mafupi. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wenzetu ambao watufuatilia kwa njia ya mtandao. Tuna ibada ya ukombozi wa ardhi, lakini pia nilielekeza wale watu ambao sijui message mlipata ama mjapata, lakini nilielekeza kila moja awe na maji yake. Tumepewa amri watumishi wa kugeuza maji kwa damu ya Yesu Kristo. Tumepewa kabisa, ni kisheria. Na kwa sababu watu wengi wameendelea kukopi mambo ya Biblia, ndio wameenda kuletea maji yao ya mizimu na kuwanywesha watu. Dunia imebeba laana, watu wanatembea na laana, kumbe ni maji ulionyweshwa. Sasa leo tunataka hayo maji yako uliokuja nayo tuwageuze kwa damu ya Yesu, na takuletea matokeo. Takuletea matokeo makubwa. Lakini haina maana kwamba uamini maji, unatakiwa uamini damu ya Yesu Kristo. Watu wengi wameamini maji, wamepotea. Watu wengi wameamini vitu ambavyo havijabeba nguvu ya Mungu ndani yake. Kuna wakati tunalazimishwa kuingia kuzimu, hata wana Mungu, watumishi wa Mungu. Sasa tunakataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo, yeye ni njia ya uzima, yeye ni baraka, yeye ni mafanikio. Acha kununua vitu vya imani na kuanza kuvinywa uvijume vitoa wapi? Haleluya. Yaani watumishi hivyo walikuwa na majukumu, kachupa kadogo. Unajiuliza, afu mpo milioni. Sasa unajiuliza, wewe watenda kazi wako wangapi? Afu wanafungiaga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amua kumwamini Yesu Kristo, maisha yako yatabadilika. Acha kuamini vitu. Hivi vitu viamini, lakini usiviamini kuliko unavyomwamini Mungu. Kwa sababu ukiviamini kuliko unavyomwamini Mungu vitakutesa, lakini ukimwamini Mungu kuliko unavyoviamini vitageuka msaada kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Basi mahali ulipo simama tu, tuingie kwenye maombi. Tuingie kwenye maombi. Ingia ukiwa na imani ya kwamba kila kitu kimeisha pale msalabani. Ngoja nikwambie, maombi ya leo yatabadilisha maisha yako kabisa. Kuna mateso unayopitia, kuna mahali huwezi kwenda, lakini ukijiungamanisha kwa neema ya Kristo, ninaamini ya kwamba utatoka. Ninaamini ya kwamba hutasalia kwenye madhabahu ya giza. Tumishi wa Mungu, wimbo mmoja wa kupeleka watu rohoni, watoke kidogo kule ambako tumekuwa tukizungumza. Waanze kurudi sasa, waanze kuzungumza kutazama msalaba, waanze kugeuka kutazama msalaba. Acha nifunge kwa maombi somo hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru Jehova Jile, Jehova Nisi, kwa ajili ya uweza na nguvu zako. Baba, umetamalaki duniani mote. Asante kwa sababu wewe tunakutangaza, lakini dunia nzima saa hii na majira haya inazizima kwa ajili ya ukuu wako duniani. Ninakubariki na kushangilia Mungu, kwa sababu tunakuamini Mungu unayeishi na kutawala, Mungu ambaye
ambaye umeweza kusimamisha dunia kwa majira ili watu washuhudie ukuu wako. Baba, asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante kwa ajili ya madhabahu ya Galilaya ambao tena Mungu unatembelea ili kufungua watu wako na kuwakomboa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, neno hili kawe mbegu, maneno uliyoyatamka pale msalabani yakawe nguvu ya kuvuka kwenye kile eneo la maisha yetu, maana kile ulichokitangaza umetangaza kwa niaba yetu. Hivyo Mungu, ninakubariki na kukuinua kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, ninaomba kushukuru Mungu. Amen. Tutaimba wimbo wa tenzi namba 77. Msalabani mwa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu.
the spiritual hospital for all nations. The Word of God says He healed those who needed healing. This is the spiritual hospital for all nations for those who need to be healed. The spiritual hospital. Fakari maisha yako ulionayo sasa, ujue na vile Yesu Kristo ambavyo ameangikwa msalabani kwa ajili yako. Uone nguvu ya Yesu ikiingia ndani yako siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya neema yako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kanisa lako ambalo Mungu kwa hakika umetoa uhai wako kwa ajili ya kanisa. Yesu, asante kwa ajili ya nguvu ya msalaba. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo ambaye amekuja kulifia kanisa. Yesu, tuko mahali hapa tena tukiamini katika nguvu na uweza wako. Baba, tazama, tunajua ya kwamba tumejifunza juu ya msalaba, ya kwamba msalaba umetuunganisha na wewe Mungu. Hivyo ninaomba neema yako juu ya kila mmoja. Yuko mtumishi wako anapaza sauti kwa ajili ya kukushukuru, kwa ajili tu ujio wa mwana kondoo wa Mungu aliye hai, kwa ajili ya kifo cha Yesu msalabani. Sikia sauti yake Bwana, anapaza sauti yake mbele zako kukurudisha utukufu na heshima, kusema asante kwa ajili ya uweza wako, kusema asante kwa ajili ya kumpenda, kusema asante kwa kuiona thamani yake, kusema asante kwa kuona thamani yake. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakuinua. Baba, ninakutukuza. Asante, 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 asante. Asante kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu. Asante kwa ajili ya binti huyu. Asante kwa kijana huyu. Ninakushukuru Bwana kwa neema yako ya ajabu, kwa upendo wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh Baba, asante, 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 asante. Oh rikaramandorobo sekete masika. Mwambie Mungu nakushukuru. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya nguvu ya msalaba. Mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya nguvu ya msalaba. Asante Bwana kwa neema yako. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante Yesu kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuazimisha Bwana, ninakuazimisha Mungu kwa huruma zako juu yangu. Ninakuazimisha Bwana kwa kunipenda. Ninakuazimisha Bwana kwa kunichagua. Ninakuazimisha Bwana kwa kujitukuza kwenye maisha yangu. Asante kwa ujio wa Yesu Kristo, kwa sababu kwa neema yako umebadilisha historia yangu mbaya. Yesu asante, Yesu asante. Rikaramandila masiato robo shikaraba. Baba, ninakushukuru. Ninakuinua Yesu. Ninalibariki jina lako. Ninasema asante Bwana kwa neema yako na nguvu zako, kwa neema yako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rikanda la baseketekepa yekashatara masikata yekaraba baba sakata yoriboshekete masia. Baba, asante kwa neema yako na nguvu zako. Ninakushukuru Bwana, ninakuinua kwa upendo wako, ninakushukuru kwa matendo yako makuu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rikanda maseketekepa yakarapa pasikata yekarimandorobo sikata yekarapa shakaramasia. Baba asante, Baba asante, Baba asante, Baba asante. Mtukuze Mungu, mtukuze Mungu, mtukuze Mungu, mtukuze Bwana. Yendiri masikata yekarapa shandarabosika yekeripa sakata karabosia yekaraba shataramosia boripa sakata masia rikarababa sakata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakuinua kwa upendo wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, 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 na uinuliwe juu ya mioyo ya watu wako, maana hakika Bwana umelipa deni zao siku ya leo. Umelipa gharama kwa njia ya damu ya Yesu. Umelipa gharama kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Rikaraba sakata yekashandarabosikeribasiya yekarapa pasakata. Paza sauti yako, mwambie Bwana asante. Paza sauti yako, mwambie nakushukuru. Ripashata masikete yekariko robo shanara masika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Riparaba sekata ya masika. Asante, 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 asante. Asante Yesu kwa neema yako ya ajabu. Asante kwa ajili ya nguvu zako.
Mwambie Bwana asante kwa ajili ya agano hili jipya. Mwambie agano la msalaba liokuja kwa ajili ya maisha yangu mimi kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni saa ya kwenda kuita damu ya Yesu sasa. Ni saa kwenda kuita damu ya Yesu sasa. Ni saa kwenda kuita damu ya Yesu Kristo. Ni saa ya kuita damu ya Mwana Kondoo wa Mungu aliye hai. Ribori masakata yekarapa shakata yoramandira masikata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaita damu yako Yesu. Naita damu yako Yesu Kristo. Boshe kata masikata rapa shora masikata yeko robo sikata ya basika. Simama tu hapo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inua tu mikono yako juu. Ita damu ya Yesu Kristo. Iko damu ya Mwana Kondoo wa Mungu aliye hai, ambao kwa hiyo ikiingia ndani yako, kila giza, kila uharibifu, kila giza na kila uharibifu vinatoweka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Riko robo shata masekata. Fungua tu moyo wako. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Mwana Kondoo wa Mungu aliye hai, hiyo damu ya agano jipya. Rikaraba baba sakata. Maagano mengine yote yatavunjika. Maagano ya giza yatavunjika. Maagano ya uchawi yatavunjika kwa moto wa Roho Mtakatifu. Saa hii ni damu ya Yesu, ni damu ya Mwana Kondoo. Tazama ule msalaba. Tazama Yesu Kristo alivyokufa msalabani, alivyopigwa kwa ajili ya maisha yako. Hapo unapopita, Bwana akusaidie, Bwana akupiganie. Damu ya Yesu ipite ndani yako. Damu yako Yesu Kristo ipite. Pita kwa binti huyu, pita kwa mama huyu, pita Baba. Rikaramandarabo sikata oyebo sheketa. Iko nguvu ya damu ya Yesu, iko nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ye karabo sekete, ye karamandarabo sakata, ye koribo sekeri masaka. Utakaso unapita. Damu ya Yesu inapita mahali ulipo. Inua tu mikono yako juu. Ongeza imani, ongeza kiwango cha imani. Ni Yesu Kristo alikufia msalabani. Ni Yesu Kristo alipa gharama zako zote. Unapita kwenye mateso kwa sababu ya uchawi na uganga, lakini yuko wanaume ambaye saa ina majira haya amekukumbuka wewe, amekufikia mahali ulipo, amekukumbuka wewe. Hakuna agano utakayosimama kinyume na agano la Mungu. Saa hii nguvu ya Mungu inashuka, ukombozi. Raba sekete, yekeshekete kamasika, yokarapandorobo sikata. Pokea. Yes. Nguvu ya damu ya Yesu inapita. Damu ya Yesu Kristo iko mahali ulipo. Nguvu inapita ndani yako. Yeko rapa sekata. Yekashata masika. Oriba sekete kamasika. Yekaraba sikata. Yeko rama sandorobosia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo. Omba. Ita damu ya Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu kimaanisha. Hori pasa katarabo, ye karabara masandabo, ye kesheketeke pasika, rapandorobo sekete, rapashata basaka. Yuko mtu damu ya Yesu inapita, inavunja maagano, inafuta kumbukumbu zote mbaya. Damu ya Yesu inapita ndani yako. Omba, usinyamaze. Omba. Ita damu ya Yesu. Fungua kinywa chako. Kwa imani. Fungua kinywa chako kwa imani. Yes. Imani ndio inabadilisha maisha yako. Maana Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya wale tu wanaoamini. Unamwamini Mungu katika nguvu na uweza wake. Saa hiyo damu ya Yesu Kristo wa Nazareti inabadilisha historia mbaya. Orikarapashekatabasika. Mateso ya kila namna, damu ya Yesu inaondoa. Laana ya kila namna, damu ya Yesu imeondoa. Madhaifu ya kila namna, damu ya Yesu imeondoa. Magonjwa ya kila namna, damu ya Yesu imeondoa. Pale Calvary kila kitu kimekwisha. Naita damu ya Yesu juu ya kila mmoja. Yekaraba satapasika. Yes. Iko damu ya Yesu mahali ulipo. Iko damu ya Yesu inapita juu yako. Inakutakasa, inafungua vifungo vyote, inakata nira zote. Pokea. Yes. Ndio Baba.
Ndio Baba, hiyo nguvu inaenda kulipa deni zote. Hizo deni unazodaiwa, hilo deni unalodaiwa kwa ulimwengu wa roho, hiyo deni unalodaiwa kwa ulimwengu wa roho, Bwana amekulipia pale msalabani. Ni kweli walitoa makafara, ni kweli walizika hatima yako, ni kweli walifunga mifundo 7, ni kweli walikufunga kwenye anga na kwenye mwezi, ni kweli wamekufunga kwenye bahari na kwenye mito, lakini saa hii yuko Yesu Kristo. Iko nguvu ya damu ya Yesu Kristo ambayo kwa hiyo inaleta badiliko. Rikaraba sakarimosiabo shekabo sakata. Fungua moyo wako. Iko nguvu ya utakaso, iko nguvu ya ukombozi, iko nguvu ya ukombozi, iko nguvu ya ukombozi. Inapita. Pokea nguvu. Yes. Katika uwepo huo wa damu ya Yesu, katika nguvu hiyo, ni saa ya Roho Mtakatifu sasa kupita na nguvu zake, kupita na uweza wako. Roho Mtakatifu anapita, Roho wa Bwana anapita ndani yako. Roho Mtakatifu anapita. Yekoshaka takapa raba seketeri masika yekosheka rabasika. Pokea nguvu. Kila agano lazima livunjike, kila madhabahu lazima ikuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yekataka basikata. Madhabahu yoyote ile ya giza sasa inaachilia nguvu, naachilia nguvu ya Mungu kuvunjika kwa magano, kuvunjika kwa magano ya kichawi, magano ya mizimu, magano ya kipepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rikarama sekata yekasakata yabasaka yebosekata masika. Pokea. Na washa moto ndani yako, moto usiozimika, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa ukombozi. Yantarabasika yekarapa pasakata yekaribosekeribasika. Maandalio ya moyo ya mwanadamu, jabulo limi kutoka kwa Bwana. Siku ya leo Bwana anakusudia jambo jema. Maana yeye yuko kuzimu, amenyang'anya funguo za mamlaka kwa ajili ya maisha yako. Siku ya leo. Rikarabasaka. Ilo gereza ulioshikiliwa ni moto. Na washa moto mara 7. Na washa moto mahali hapa. Na washa moto wa Roho Mtakatifu. Baba, ruhusu moto wako sasa upite. Rikaramandorobosika yekashakatakabasika. Pokea nguvu ya kutoka kwa magano. Pokea nguvu ya kutoka kwa hiyo magano. Hayo madhabahu, hiyo madhabahu ya uganga iliyofunga maisha yako, hiyo madhabahu ya mizimu iliyofunga maisha yako, hiyo madhabahu ya ukoo iliyokushikilia. Iko agano la damu ya Yesu, lina nguvu ya ukombozi. Pokea. Yes. Tazama msalaba. Hutasalia kwenye hilo agano la giza, hutasalia kwenye agano la misimu, hutasalia. Roho wa Bwana yuko hapa, Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, anahudumia moyo ulioko tayari, anamhudumia mtu aliye tayari kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwenye hayo mateso, toka kwenye hayo machozi, toka kwenye hayo maombolezo, toka kwenye hilo giza. Maana Bwana amekwisha kuondoa giza kwa masaa 3. Alinyamazisha giza kwa masaa 3. Alizungumza nayo kwenye ulimwengu wa roho. Basikata. Yes. Pokea. Inua mikono yako juu. Kuna nguvu inapita. Kuna nguvu isiyozuilika inapita. Nguvu ya ukombozi. Ninaamuru saa hii majeneza yote yapasuke. Majeneza yaliyozika hatima yako. Majeneza yote. Hayo majeneza yaliyozika afya yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uko kwenye misitu, uko kwenye vilinge. Ni moto. Kila madhabahu ya giza napeleka tetemeko huko. Kwa jina la Yesu Kristo, maana imekwisha mateso pale msalabani. Hiyo laana iliondolewa, hiyo laana ya magonjwa, hiyo laana ya kufa katika umri mdogo, hiyo laana ya umaskini, hiyo laana ya kutokuoa, hiyo laana ya kutokuolewa imekwisha pale msalabani. Ni saa ya Bwana.
pokea, 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 pokea. Yes. Yes. Iko gharama iliyolipwa. Ilo gharama iliyolipwa kwa ajili yako. Iko gharama iliyolipwa kwa ajili yako. Ripasakata ya basaka ya robo seketepa ya karababasakata kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Oribori mandira basika ye kashakataka pasika ye karapa papa sakata ye korobo sandara basika. Hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu, unatoka kwenye huo mlima unashuka sasa. Huo mlima uko ulikoangikwa wewe, maisha yako alikoangikwa, hatima yako ilikoangikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa kuangikwa kwa Yesu Kristo wewe uko huru. Ninakutoa kwenye hiyo madhabahu, kwenye hiyo mashimo, kwenye hiyo mashimo. Toka, 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 toka. Pokea uzima. Omba. Karabasakarabo. Omba. Katika jina la Yesu Kristo, usikate tamaa, omba. Mwambie Mungu, leo nimeikabidhi roho yangu mikononi pako, maana kwako kuna usalama. Ninakabidhi roho yangu mikononi pako, maana kwako kuna usalama. Mungu wangu na Baba yangu, mwambie Mungu, ninaikabidhi roho yangu mikononi pako, kwa maana kwako kuna usalama, kwa maana kwako kuna uzima, kwa maana kwako kuna afya, kwa maana kwako kuna kukombolewa. Ribasakata, ninaikabidhi roho yangu mikononi mwako Bwana, kwa maana kwako kuna uzima, kwako Bwana kuna afya, kwako Bwana kuna uhuru. Rikarabasakata maikoranda masekere koria masiata, katika jina la Yesu Kristo, kwa maana kwako kuna nguvu. Rimasakata rabababa rikora masekere kora basia. Ninaita damu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba ipite ndani yangu, hiyo nguvu ya msalaba ipite ndani yangu, hiyo nguvu ya msalaba ishuke sasa. Hiyo nguvu ya msalaba inapita. Hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba inashuka. Hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba ikakomboe leo, ikanikomboe leo, ikanitoe leo kwenye kila vifungo, ikanitoe leo kwenye kila miamba, ikapasue hiyo miamba, nchi yote ikatetemeke, mahali popote pale waliponishikilia. Rapasakata, ipo nguvu ya msalaba, ipo nguvu ya msalaba inayovunja miamba, inayopasua miamba. Rapasakata mairokol mazekere koria masia, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nguvu ya msalaba inayoweza kupasua milima, inayoweza kutetemesha ardhi. Rikarabasakata, inapita ndani yako, inavunja na kubomoa kila miamba ya namna yoyote, kila miamba iliyokufunika, kila miamba iliyokushikilia. Rabasakata, omba usichoke, omba usichoke. Rakasakata rikasakarabata, ita hiyo nguvu ya msalaba, ita hiyo nguvu ya msalaba ndani yako, ipileta hiyo nguvu ya msalaba. Hiyo nguvu ya msalaba inapita, inatembea ndani yako, inatembea kwenye familia yako, inatembea kwenye uzao wako. Rapasakata, hiyo nguvu ya msalaba ipite ndani ya hilo tumbo, ipite kwenye hicho kifua, ipite. Hiyo nguvu ya msalaba inapita. Rapasakata, oriando mosekere korea rikarabasakata. Hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba, hiyo nguvu ya msalaba inapita kwenye kila madhabahu, kwenye madhabahu za mizimu, kwenye kila madhabahu za mizimu, inapita. Rapasakata, raposekete, ni moto. Hiyo ni nguvu ya msalaba, hiyo ni damu ya msalaba, hiyo ni damu ya msalaba inapita sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua moyo wako, ni saa ya ukombozi.
saa ya ukombozi. Roho wa Bwana yuko hapa. Kila madhabahu ya giza, kokote ulikofichwa nafsi yako, kokote nafsi yako iko fichwa, kokote nafsi yako iko fichwa, yoyote aliiba nafsi yako, saa hii kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, narejesha nafsi kwa jina la Yesu Kristo, narejesha hiyo nafsi kwa damu ya Yesu, narejesha hiyo nafsi kwa damu ya Yesu, na ikomboa kutoka kwa hilo gereza, komboa kutoka kwa hilo gereza kwa jina la Yesu Kristo. Agano la familia vunjika kwa damu ya Yesu, 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 vunjika kwa damu ya Yesu. Hilo agano, hiyo damu ya kafara inayofuatia maisha ya watu hawa, na achilia moto wa Roho Mtakatifu, chilia moto, na mtoa kwenye hilo agano, toa kwa hiyo madhabahu, huko uliko mketisha kwenye hicho kiti, ni moto. Omba Yesu Kristo. Hiyo madhabahu ninateketeza, hicho kiti nateketeza, wasimamizi wa madhabahu hii nateketeza kwa moto, Huo ni moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Agano la mauti, agano la magonjwa vunjika kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa ninatangaza, ni tangazo la kimbingu, ni tangazo la msalaba, ni tangazo la msalaba, ni tangazo la msalaba, ni tangazo la msalaba. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Orikarababasakata yekarabasika. Yes. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Iko nguvu inapita, 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita kukomboa, inapita kufungua, inapita kuokoa, inapita kuponya. Hiyo ni damu ya Yesu, hiyo ni damu ya Yesu, hiyo ni damu ya Yesu, inapita ikiponya, inapita ikikomboa, inapita ikifungua. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inapita juu ya hizo madhabahu, inapita juu ya hiyo madhabahu. Oh, rapa sakata, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inapita, inavunja hayo maagano, inavunja hayo maagano, maagano ya magonjwa, maagano ya magonjwa, maagano ya magonjwa yanavunjika, 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 yanavunjika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza, ni tangazo la kutoweka kwa magonjwa, laana ya magonjwa, toka achia, toka achia, toka achia maisha yake. Haya, naita malaika, naita malaika wa ukombozi, naita malaika wa ukombozi. Ni saa ya ukombozi, ni saa ya ukombozi, malaika wa ukombozi. Kila jeneza ambalo umeandaliwa saa hii na kutoa kwa hiyo madhabahu, na kutoa kwa hiyo madhabahu ya giza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Horidila masikata yekarababasakaraposika. Damu ya Yesu Kristo iwe agano imara ndani yako kuanzia sasa, tangu utose hata ya miguu yako, afunje hilo agano, navunja. Horikarabasakata yekashakatabasika. Oye basakata yekorobobosakata yekaramandoroboseka. Hilo agano ulikojificha, uko ziwa Victoria, uko ziwa viziwani huko, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Kila silaha kwenye macho, kila silaha kwenye macho, kila silaha kwenye macho, agano kwenye macho, vunjika kwa damu ya Yesu, vunjika kwa damu ya Yesu. Hilo agano lilojificha kwenye macho, vunjika, 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 vunjika. Yes. Kori nile masika. Oye pasakata ya basika. Oye bori basakata. Chukua tendo la imani. Mahali ambapo unasikia maumivu, mahali ambapo unaona uwezi, weka wewe ambaye kila eneo una mahitaji mbalimbali nje ya magonjwa, weka mkono wako kifuani. Mahali ulipo anza kuomba. Rikarabo shete masika. Ye karapa pasakata. Ye karaba sikata. Lakini kama kuna
mahali unajua panauma, weka mkono wako. Iko operation inapita, iko operation inapita, iko operation inapita, iko operation inapita. Rikarapa sekata masika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Hiyo mikono negeuza kwa silaha, hiyo mikono negeuza kwa moto, negeuza kwa radi sasa kwa jina la Yesu Kristo. Negeuza, 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 negeuza. Hakuna madhabahu itakayojificha ndani ya damu ya Yesu, ndani ya damu ya Yesu. Hakuna agano itakayojificha ndani ya damu ya Yesu. Ninafungua hicho kitabu, kitabu cha kijana huyu, kitabu cha mama huyu, kitabu cha binti huyu. Hicho kitabu kuanzia sasa hakitasomwa kuzimu tena. Hiyo roho ya kukata tamaa, haya toka. Roho ya uchungu, roho ya uchungu, achia, achia, toka, shata karabosaya robo seke limasika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye anafuata ibada hii. Asante kwa sababu unatembea na maisha yake. Asante kwa sababu unamgusa tena, asante kwa sababu unamfungua tena. Asante Bwana kwa sababu iko nguvu isiyozulika mahali alipo. Lazima ainuke, lazima angaze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatamka neema, natamka kibali, natamka afya njema, natamka uponyaji, natamka kibali, neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oribo shata masika yekaraba sikata. Ongeza imani ya kwamba siku ya leo Bwana ametangaza kwako ya kwamba mateso yamekwisha, laana imekwisha, magonjwa yamekwisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote kimewahi kusimama kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rabashakata kamosika yacho rapa pasakata yokarabo shete masika yekarapa papasakata yekarima sandara bosia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Mungu aliye hai, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa nguvu zako na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Mungu aliye hai katika jina la Yesu, amen. Basi kwa unyenyekevu nitachukua sadaka yako ya ibada. Kaa kwa utulivu, inenee sadaka yako ya ibada, sadaka yako ya ibada, sadaka yako ya ibada. Kama una sadaka ya ukombozi, wewe ambaye unajua leo unavunja maagano, basi hiyo sadaka ya ukombozi utaitoa baada ya sadaka hii ya ibada. Rikaramo sekete shorubo ribasindo robosika rikata basekata. Nenea sadaka yako. Wewe unafuatilia kwa njia ya mtandao, wewe ni mwana Galilaya, basi karibu kwa ajili ya sadaka ya kuvunja maagano, lakini pia kwa ajili ya kupeleka ufalme wa Mungu mbele, kwa ajili ya kukuza kazi ya Bwana, kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Basi kwa imani chukua sadaka yako. Kuna namba zinapita kwenye skrini yako, utatuma sadaka yako na Mungu ataitakabali, na Mungu ataikumbuka, atalipa, ataitumia. The spiritual hospital for all nations. The word of God says he healed those who needed healing. Na vifungo vyote vya kufunga kwa njia ya sadaka. Inene sadaka yako, inene sadaka yako, inene tu sadaka yako, inene sadaka yako. Mwambie Mungu imekwisha pale msalabani. Tamka kwamba yote yamekwisha. Chochote unachokiona ni mateso, tamka njoo sadaka kwamba imekwisha. Lakini inawezekana unatufuatilia, umekuwa mtu mzuri katika kutufuatilia, lakini huna imani wala moyo kukupa amani ya kutoa sadaka kwa madhabahu ya Galilaya. Basi ni kuombe kwa neema ya Kristo, kama umebarikiwa na mafundisho haya, wewe unaye baba wa kiroho unayemwamini, basi tuma sadaka yako, tuma sadaka yako na Mungu atakubariki. Itume kama ishara ya kujiambatanisha, itume kama ishara ya kujiambatanisha na nguvu ya ukombozi. Basi inua sadaka yako juu, niombe. Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Mungu asante kwa ajili ya sadaka ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani. Sadaka hii ambayo imetufundisha nasi watoto wako kuwa na tabia kutoa sadaka mbele zako.
sadaka hii Bwana ya agano jipya, sadaka hii ya kutoa uhai wa mwanao Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya maisha yetu, inatufundisha ya kwamba tunapokuja mbele zako Mungu tutoe sadaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, yawezekana sio waaminifu kama vile Yesu Kristo alivyokuwa mwaminifu pale msalabani, lakini nakusihi kwa neema yako, ule moyo tu wa kupenda ya kwamba nitoe sadaka, utakabali, ukubali Bwana, kisha ukafanyike neema na ukombozi kwa ajili ya sadaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, sadaka inaungamanisha na damu ya Yesu Kristo ili ikanene mema, ikanene ushindi, ikanene ukombozi, ikanene baraka na ikanene kibali katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba na kushukuru Mungu aliye hai. Amen. Karibu kwa matoleo. Endelea kuamini nguvu ya msalaba itakutoa mahali ulipo. Endelea kumwamini Yesu Kristo ya kwamba ni kwa ajili ya kukuvusha hapo kupita, ni kwa ajili ya kuishi maisha ya uzima na amani, ni kwa ajili ya kuishi katika tumaini. Basi endelea kumtumainia Bwana. Usikose kufuatilia ibada ya Jumamosi ambao tutakuwa na ibada ya kupanda, ya kujiungamanisha na agano la Mungu, kwa sababu siku ya leo tunavunja maagano, lakini wiki inayofuata tutajiungamanisha. Tumejifunza ya kwamba ni lazima maagano yawe mawili. Unapovunja agano na shetani, lazima ujenge agano na Mungu aliye hai. Hivyo leo tunakataa ushirika na shetani, kila laana na kila namna ya kushikiliwa tunaizika pamoja na Kristo, ili Bwana atupe neema ya kuanza mwanzo mpya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako wa kike na kiume ambao Mungu wamesogea mbele zako na madhabahuni pako Mungu kwa sadaka zao za ibada ili kukushukuru na kukamilisha ibada zao. Yesu mwana Mungu, wewe ndio mwanzilishi wa sadaka. Ndio maana ulimtoa mwanao Yesu Kristo afanyike sadaka ili sisi ambao tumepotea tupate kurejea. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa sababu kwa ajili yako umetufundisha kunyenyekevu na utii, ya kwamba tukutumikie kwa mali zetu. Yesu, katikati ya zina yako ulimtoa mwanao pekee. Mungu uliye hai, na kushukuru kwa sababu ya agano hili takatifu lenye nguvu. Basi nakusihi, takabali sadaka hizi za watoto wako. Takabali sadaka hizo zilizotoa mbele zako Mungu, zikawa manukato mbele chako cha neema na rehema, Bwana. Kwa njia ya sadaka hiyo kusiwe na giza tena. Kwa njia ya sadaka hiyo kusiwe na magonjwa tena. Kwa njia ya sadaka hiyo kusiwe na laana tena. Kwa njia ya sadaka hii Mungu kusiwe na kulemewa tena, katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema, njioni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hakika kwa njia ya msalaba tunaona nguvu mpya kututoa kwenye mizigo tuliokuwa tumebeba, mizigo ni mizito. Ndivyo nakuomba Bwana, kwa sadaka hii kawe muhuri wa kuhakikisha kila mmoja ambaye anaujenga ufalme wako hapa duniani, acha mapenzi yako akatimilizwe. Weka shauku ndani ya kila mmoja Bwana, kama ambavyo Yesu Kristo alikuwa na shauku ya kutukomboa, ndivyo nakusihi hiyo shauku ienee kwenye mioyo waliokupokea wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kushukuru Mungu. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Tumefika mwisho wa ibada yetu. Sasa maelekezo yanayofuata ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Haleluya.
Basi simama ulipo. Kama unahitaji bahasha yako shukrani, utachukua bahasha yako hapa ya shukrani. Kama unahitaji kutoa sadaka ya shukrani, kama unahitaji sadaka ya shukrani ama fungu la 10